ikageuzwa panga. Mzigo unakuja, ukawekwa namna hii hapo kati. Kumenuka. Ni game baba. Mwanaume anakuja, mwepesi kinyama. Kuida watoto wa kike wenyewe nafaa sasa hawa. Hata sio kuoa. Kamata vizuri kabonyezwa. Awe, taka kupiga magazi. Katupa mishumaa. Mwendo kuikataa kabla hajatua risasi. Mwanaume amefika hapo kati. Mawashi. Chinja. Haya sasa. Huku panda pili pange na tembea hapo kati. Huku panda pili pange na tembea hapo kati. Kashushiwa buti. Mtoto wa kike maskini ya Mungu amemwangamiza katika hilo chaka. Anasema kiongozi, inaonekana wanakuja wa kutosha katika mazingira. Upande wa pili baba ya. Tusepeni. Wakapotezea target kwa ajili ya wao wengine waweze kutoka katika maeneo. Sasa inabidi tuondokeni kwa usalama sasa, hamna shida. Upande wa pili Charlie wanamuita Bwana Long Jie. Sambamba na mwenzake ni kuweza kuwapotezea target. Bwana Fuda Dahai. Lichapwa mtu baba. Ni kukoswa manusula. Bwana. Tunasepa. Pita. Wakarudi huku. Kuna mvurugu wa kufa mtu mzee. Sasa inabidi kuweza kukaa hapa kwanza kuangalia na kwaje. Vipi kuhusu wale wengine ambao wameweza kuondoka? Mzee mzima mta Fuda Hai sambamba na mzee mzima anamwita Long Jie. Sema Fuda Hai na Long Jie watakuja hapa. Wapo huku panda pili. Fuda Hai sambamba na Long Jie. Long Jie ni huyu ambaye hajavaa kofia. Long Jie. Fuda Hai ndiye ambaye amevaa kofia. Oya sasa bro. Tunasepaje sasa hapa? Kuna mlima mkubwa sana. Tulia wewe. Tunaondokaje? Hebu Fuda Hai tulia. Tunapita hapa juu ya mlima. Yaani hapo juu ya mlima tunaanza jamaa kavuta nanga hapo mbavu unaongea maneno mengi. Ana shangaa. Plani yake yule ana kanasisha hapo juu. Yes. Sasa tunapitia hapa sawa Niangalie ninavyopita. Komando namna hii. Yes, ni mwanajeshi baba tulia. Kisha ito mwanajeshi basi inabidi ufanye vile ambavyo haviwezekaniki kwa raia kawaida. Wanaume anapanda hapo katika mlima. Yes, na Mjapani linakuja mzee kama lote. Kamata. Shika wewe. Hebu sasa panda sawa. Hamna shida mwanangu. Kamata wewe. Bili mwanaume aweze kujikaza kiume na yapanda hapo juu. Kwenye mlima mmoja mkubwa sana. Yes. Chini kule mbali. Acha Solemba katafuta hapo chini. Akuelewa kile ambacho kimeweza kuendelea. Sasa akapewa taarifa mwanamama. Unasemaje? Mmesubutu kuweza kumkosa? Sema ndio. Kikosi kimejaribu kutafuta kila sehemu akikupata kitu aina yote. Ni habari ya kusikitisha mheshimiwa. Mbavu kabisa. Sio kuweza kuwacheki rais namna hii. Jaribu kutengeneza kikosi kiweze kutafuta tena katika hizo habari. Wakati binti anamkumbuka katika binti anakaita Bao Hao ndo kali ambaye amempa ripoti usika. Akaenda katika lile tempo la mwanamama la mzee mmoja anamuita Ambo ambaye tayari shaweza kulia, lakini anakumbuka kuna taarifa nyingine pia ameweza kupewa. Sasa anajaribu kusoma ramani wapi alipomweleza huyo binti. Kavuta ramani namna hiyo. Yes, mitaa baba. Mzigo uko hapa. Hapa natakiwa tuweze kwenda. Katika kanisa moja kubwa sana. Ni hapa. Binti anatakiwa kuweza kufika hapa.
Kuna vitu maalum anatakiwa kuvipata, lakini pia kuna watu maalum wanatafutwa ambao wanasemekana ni wa Marekani. Huko sasa anapotakiwa kufika huyu mwanamama ama binti, kuna watu wanaonekana wanazama katika maeneo ni wa Japani. Kiongozi, kuna shida gani? Hebu kaa. Kapteni, nakusikiliza. Binti ndo kapteni hapo. Anasema blaza. Nadhani nafasi ya kwanza tumeshaweza kufeli. Na hii haijalishi kwamba tumeishia hapa mipango yetu. Bado mpango wetu unatakiwa kwenda katika kanisa ambalo lipo katika nje ya mji hapa. Kuna mwalimu unatakiwa tuende kukutana naye. Sasa subiri. Mbona mipango ya haraka haraka hivi? Hakuna jinsi, kama kiongozi ameweza kuongea. Sasa hili ni swala ambalo haliwezi kupingika. Ni kupita katika makanisa ndiko ambako nadhani huko ndo kuna watu husika. Sasa hapa tunapitaje ili kwenda huko ndani? Ni kupambana. Tunapambanaje? Ikiwa kama tutashindwa kupambana, basi napaswa kuweza kutumia akili ya ziada. Akili ya ziada pekee ndio itatufanya kuweza kupita katika mazingira ili kufika sehemu ambako tunahitajika. Kuna askari fulani wa jeshi walikuwa nzurura kwa ajili ya doria huko mtaani. Walikula kifinyo. Mungu wasaidie. Chinjwa mtu pango we. Umbavu, toboa. Hawa ndio tutasaidia kupita hapo. Kupita hapo ni ngumu. Sasa hawa ndio tutatumia kuwatumia kupitia hapa. Wakapiga gwanda zao safi. Zama hapo katika maeneo ili sasa wafike katika kanisa ambalo wanalihitaji. Hebu tulia. Jitambulisha, nasema ni general kutoka katika kambi ya 17. Mnaenda wapi? Nafika makao makuu. Tafadhali turuhusu tuweze kupita haraka na mission ya msingi. Kivipi? Hatujapata taarifa yako mheshimiwa. Ukiendelea kupinga basi nitarudi kwenda kumpa taarifa mheshimiwa. Baga kamkamata Baga katokana kijapani. Bavu, utasubutu kuweza kufanya upuuzi, hawataka kuweza kufukuzwa kazi. Mheshimiwa, basi mnapita. Songa mbele. Kibabe. Kumtukania, unajua Mjapani. Wengine wanatukanaga Baga. Wengine wa China waga hawatumiagi sana hilo neno. Wakazama sasa kupita katika hilo geti, mwisho wa siku wakafika katika kanisa hili hapa. Yes. Yes, lote liko hapa. Wakajaribu kusoma ramani. Kuangalia kwanza mazingira jinsi yalivyo, sawa? Nataka twende, hebu tulia. Inabidi tuweze kuwa makini. Na tupaswi kuweza kuingia wote hapo kwa sababu hatuwezi jua nini ambacho kimeandaliwa katika mazingira. Bidi twende kwa kugawanyika. Wakatoa kweli kabisa. Kuna jeshi la Kijapani ambalo linaongozwa na mzee anamuita Watanabe Ishiro. Sambamba na jeshi zima yuko katika maeneo. Sambamba na binti anamuita Yoshiki Yamada. Na mzee mzima anamuita bwana Houliang. Na pia yupo katika maeneo. Sasa hii ni mbaya zaidi. Kumbe huu ni mtego ambao pia hata wao wenyewe wameshaweza kuwekewa. Sasa wanaingia katika mtego wa hatari. Wanazama katika huo mtego. Wanaangalia tu namna iko mbali kwa binocular. Yes. Soma mazingira kwa vizuri, unaona kama mazingira yamepoa sana. Kacheki mazingira. Watu wanazama hapo ndani. Ni katika kanisa moja, kapteni. Umeona hao puzi? Ao. Watanabe mnyama. Ndio kiongozi wa majenerali mkuu katika iko kikundi hapo. Yoshiko. Hebu sogeza mbele jeshi. Yoshika Yamada. Wakati huo jeshi nazidi kusonga mbele upande wa pili. Nazama ndani. Watu hapo katika ukaguzi mkubwa. Jeshi la 8, jeshi hatari la Kichina. Wameingia katika mikono hatari sana. Hapa kutoka yaomba Mungu. Mzee anamuita bana Lu Aliu. Anaweza kumuita Black Scorpion.
Haya sasa. Wanazama ndani. Kuzama ndani kimya. Mhusika wanamuona yuko pale mbele. Ndo mhusika katika hili kanisa ama yuko hapo mbele na nywele zake nyeupe ametulia na kwere. Sasa ni kumsogelea. We. Ni mtego kumbuka. Tayari wameshaweza kuwekewa mtego wao wenyewe bila kufahamu. Wanachokitafuta wao na Mjapani anakitafuta hicho hicho. Yes. Binti akatoa salamu mara ya kwanza. Na ni maneno maalum ambayo nadhani kwamba hakuna mtu mwingine anaweza kuyafahamu. Kisikiza kimya. Hakuna kitu yote kinajibiwa. Sasa ni kuyarudia tena. Ikageuzwa panga. Mzigo unakuja. Ukawekwa namna hii hapo kati. Kumenuka. Ni gemu baba. Mwanaume anakuja. Mwepesi kinyama. Kuida watoto wa kike wenyewe wanafaa sasa hawa. Hata sio kuoa. Kamata vizuri kabonyezwa. Awe, takupiga magazi. Katupa mishumaa. Mwendo kuikataa kabla hajatoa risasi. Mwanaume amefika hapo kati. Mawashi. Chinja. Haya sasa. Twende kazi. Panda pili watu wanazidi kusonga mbele kwa ajili ya kuweza kuimarisha ulinzi. Kinachoendelea ndani hawakifahamu. Nikana ni kanisa kubwa sana. Kiongozi. Na wasiwasi wa nini? Anasema kwa kweli tuweze kuwa makini sana. Huku panda pili panga inatembea hapo kati. Kashushiwa buti. Mtoto wa kike maskini ya Mungu amemwangamiza. Kudadeki pale pale. Habari ya huyu laana imeishia pale. Hizi namba mbili chafu hazifahamu vizuri. Ucheke kwa pembeni namna hii. Wanaona mguu. Yes. Huyu sasa ndo alikuwa mwenyewe mhusika. Amechapwa risasi. Mwamsha mheshimiwa. Habari yake imeisha na maana kwamba hata wachokuwa na kihitaji ni kigumu kukipata. Pale pale jeshi la Japani sasa linatumwa kwa sababu kila mtu ashaweza kuingia kwenye target ambayo wao wanahitaji. Linasogezwa jeshi pale pale. Jimu mashambulizi kabla hawajafika ili kuwasanua wengine ambao wako ndani. Twende kazi, kumekucha. Kusonga mbele kutoka hapa. Sasa asante sana kwa mwangalifu wewe. Kuna deki. Haya sasa. Kumekucha. Bili kuchapwa risasi. Namba 6 chafu. Hizi namba ambazo ziko hapa, kila namba ni namba kweli. Kwa mtaalamu wa mabinti anamuita Bailani, lakini mwanaharasha anamuita Black Scorpion na Malu Aliu. Lakini kuna mtu anamuita Zhang Yunpeng. Sasa nabidi tuweze kuwatoa wengine tuondoke hapa. Kujibu mashambulizi kwanza. Ana hali imekuwa ni mbaya, wakizidi kuzembea basi majeshi yanaweza kufika hapa. Yes, watu wanahanya. Fuda hai. Binti anamuita Yi Hai Hai. Yi Yu Hang. Au jina lake anaitwa Cheng Shinyuan. Oya vipi yo? Watu wanapigwa signal kwa ajili ya kuweza kujisogeza mbele, kupeleka pua mbele. Sogeni tu hivyo. Amjitaki. Mzigo hapa. Atokunja na ruka sote. Baba moto ni mzito. Magazini zimeisha, sasa inakwaje? Kuvuta mabeto. Kujisaidia kwa mabeto maana magazini yameisha. Tusogee kwa upande wa pili huko. Alipigwa mtu beto. Chinja. Panda kuchinja chinja. Toboa. Njoo huku. Ujaruka sote siku mingi ujue. Huko sasa upande wa pili. Majeshi yanazidi kusonga mbele, watu wanapeana signal. Inainuliwa namna hii bench. Hajakaa sawa. Kuna mtu risasi. Watatu wa kike lakini balaa.
Utapika kila siku mwanangu ukioa. Ukisubutu kuoa mwanangu, utapika mpaka utakonda mwenyewe. Bwana. Baba, hapo kati sasa. Ikikosi ni hatari. Japani ameingia sehemu mbaya leo. Zigo nakuja namna ya kalambo wa mtu kwanza. Wenge. Wewe usinizoee eti. Oya tusonge mbele. Kila mtu na wake. Mwendo wa kuotewa. Jibu mashambulizi. Bwana. Binti yuko hapo panda pili. Yashika sambamba na mzee mzima anamuita bwana Ishiro Watanabe. Basi kifinyo kilitembea. Alikula mtu mtele mko wa kifinyo. Bwana. Wakati misheni zote zinaendelea, bwana Watanabe sambamba na binti anamuita Yoshiko yuko hapa, inabidi kusonga mbele baada ya kuweza kuona harakati zinazidi kwenda kuwa imara kwa upande wao. Hebu simamisha. Amri pale pale kusimamisha. Sasa wao wakapata target ya kuweza kusimama kwa pamoja. Wakawazunguka. Yes. Kuna namba 5 ziko hapa. Sasa sijui mwingine yuko wapi. Bwana mkubwa anamuita Long Jie yuko wapi? Hebu toa taarifa. Naomba mnisikilize kwa makini kile ambacho naongea. Leo mheshimiwa yuko hapa kwa ajili ya kuweza kuongea na nyinyi kwa amani. Ni bwana mkubwa anamuita bwana Hou Liang. Yes, Hou Liang. Kama mheshimiwa anataka kuweza kuweka makubaliano na nyinyi ya amani, ana ugomvi wote, kikubwa mnatakiwa muweze kujisalimisha kwanza. Inadhani kwamba itaweza kuleta heshima na uangalifu mkubwa kwa maisha yenu pia. Sasa jukumu ni moja tu. Nyinyi kujisalimisha kuweza kutengeneza makubaliano. Sasa anachotaka mheshimiwa bwana mkubwa bwana Jenerali, eti vijana waweze kujisalimisha kwa ajili ya kuangalia taratibu inakuwaje, lakini ghafla na jegeje limewekwa hapa. Ikiwa kama mtashindwa kujisalimisha, basi mtauawa hapa mara moja. Sasa tunafanya kitu gani? Asa kujisalimisha sio kweli. Ni swala ambalo haliwezekani. Subiri tuangalie tunafanya kitu gani. Lakini katika swala kujisalimisha hapana. Ikaonesha advertise kwanza msisitizo. Kachapo risasi chini ya miguu pale. Lakini unakutana mtu anabaja anakuja na speed ya hatari afa kanyonga na Orinda namna hii. Kailaza na Orinda. Mwanaume wanamuita Long Jie. Sasa narudi katika ile kambi sasa, katika ile mazingira au katika ile kanisa. Twende sawa. Advertise zikachapo risasi chini kuweka msisitizo. Nadhani mmenisikia kwa makini. Na hiyo mheshimiwa ameonyesha tu msisitizo kwamba hana lengo baya na nyinyi, lakini mkifanya upuuzi anaweza akapoteza wote katika maisha yenu. Yaani maana yake nyote mtapoteza maisha. Sasa basi mara moja jisalimisheni, la sivyo mtakufa. Itatugharimu kuweza kuhesabu. 1 anahesabu mpaka 3. Wasipojisalimisha wanakufa wote. Ni ngoma zinapitishwa pale. Wakati mwanaume anakuja ajali shimo ajali bonde. Anakuja namna hii. Long Jie, kichecho wa kazi.
kakamata gobole moja kubwa sana. Mbili. Advertise kwanza akawapa bomu. Ile kuwapa bomu wakajilei. Mungu wangu, nani huyo? Tunasepa baba wanaume. Kudadadeki. Longjie. Kichacha wa kazi. Jamani, hapo. Umekucha. Binti akatoa amri sasa kama kamanda. Watu shambulia. We. Taka kumaliza shambulia. Unachezea bomu. Kidume wa kazi. Longjie. Hasa kipondo kikaendelea tena pale. Binti akamata gobole sasa na atungua kwa mbali. Ewe. Tumia unaifahamu hii. Jamangu akawa nasubiri na mia kwangu hii hapa. Mwendo wa kuwatungua sasa. Kiazi. Oya tunasepa. Watu wakiruka shoti. Jamani tusepeni. Tunasepa. Jamani tusepeni. Wakabaki wanaume wawili hapo kati. Bwana Watanabe kona upuuzi. Mata gobole akampinga mzee mzima mwita Longjie. Longjie amechapwa risasi katika bega, karibu na bega lake namna hii kwenye kifua. Jamaa kulenga anashangaa mte. Alitukana. Hakuna kingine. Kuna mzee huko sasa anapata taarifa upande wa pili. Anapata taarifa ya kiongozi. Bwana mkubwa anamuita bwana Okamula. Hebu nipe ripoti. Na hizi ni ripoti ambazo atakiwa zitoke mara moja. Peleka upande wa pili. Bwana mkubwa amechapwa risasi. Inabidi kuweza kutulia kwa makini. Mtaalamu anatolewa silaha ama risasi katika mwili wake. Longjie. Nadhani kwamba ni mission ambayo imeweza kutuharibia kila kitu. Sasa inabidi tuweze kuwa makini kwa wakati mwingine. Yue,快给他包扎。等等，我去弄点草药给他糊上。 Inabidi waweze kuendelea na matibabu yanatoka mara moja. 报告总司令阁下，这些中国武装分子果真是一支虚内有素、能打恶仗的小分队。你这是在为自己的失职开脱责任。这支中国小分队也是在寻找那2个美国人，所以你现在务必要抓。 Sasa taarifa naletwa upande wa pili. 不的。 Kuhusu habari ambazo zimeweza kutokea huko hadi sasa hakuna mafanikio yoyote. Okay. Ni taarifa inamfikia moja kwa moja bwana General. Anasema ni swala kuweza kulikalia kimya kwa sababu tunatakiwa tupate kitu muhimu kutoka hao marubani. 进来。 Yes. Anasema mheshimiwa, nimefikisha taarifa sehemu nyingine. Bado upelelezi unafanyika wa kutosha. Hadi sasa kuna ripoti yote ambayo imeweza kupatikanika. Ni jambo ambalo linahitajika uangalifu mkubwa sana. Watu ni muhimu sana. Sasa kahakikisha unafanya upelelezi kijana. Iliyobaki hapa nafasi moja tu. Kupata watu waweze kurudi. Lazima marubani wapatikanike. Sawa, nenda. Ndio mheshimiwa. Upande wa pili Chaliwa mwita Longjie na anazidi kufanywa
matibabu namna hii. Mzee baada ya kutoka karudi, kama amerudi na dawa kwa ajili ya kuweza kukata damu na mambo mengine yasonge mbele, utaratibu mwingine uzidi kwenda kusonga mbele. Mtaalamu Longjing, watoto wa kike ndo wanamhudumia. Binti anamuita Yi Yu Hai, sambamba na binti anamuita Bailang. Nadhani atakuja kukaa sawa simda, ili kuweza kuwa makini sana katika hili. Binti inabidi aweze kuweka ulinzi hapo kati. Yi Yu Hai. Kamwangalia tu mtaalamu namna hii. Kapteni. 你们休息吧。 Vipi, kuna shida gani? 我出去一趟。出去？ Kuna sehemu naenda mara moja. Unaenda mara moja? 什么去？ Vipi, tunaenda wapi? 那别问。 Kuna issue naenda kuifuatilia kwa usijali kuhusu hilo. Nadhani nisubiri. Huko leo tunakutana na bwana General wa Kijapani na fly sana. Sijategemea kama utaweza kuwepo hapa, kiongozi. Utakuwa umefika kwa muda mwingi sana sio? Kwa kweli kiongozi, sio muda mwingi sana. Lakini nimepata wito wako mheshimiwa. Basi unaweza kukaa. Mheshimiwa, anza kukaa ili tukae wote. Ni heshima hiyo. Hebu nipe ripoti sasa. Vipi kuhusu maendeleo ya kambi? Jinsi gani nazidi kuendelea huko ulipotoka? Maana nilitamani wewe uweze kufika hapa. Binti hajamfahamu ni nani. Hadi sasa bado hajaonyeshwa hata sura. Na pia inaonekana wabiisha hawataki kutuonesha binti ni nani, lakini amekuja hapa kwa ajili ya mission maalum. Sasa sifahamu ni mission gani. Lakini kumbuka hapa kuna wakati mgumu sana wa kupatikana wa Marekani wawili ambao wanasemekana ni mapilot ambao wana siri kubwa ambazo zimeweza kujificha kwa upande wao. Japani anataka hizo siri. Na sijui ni siri za nini. Lakini anakesha mzee kwa kupata hizo siri. Na huyu bwana anamuita bwana Okamura amekuja kwa sababu Okamura Ninja amekuja kwa sababu ya kuweza kufuatilia hizo mipango. 在日本，我们松本家族无人不知，无人不晓。天皇御赐的军刀，便是松本家族无上的荣。 Nadhani hii itaweza kuleta mipango mizuri kwa upande wetu pindi ambako tunazidi kuwa makini, na hata wewe ukiwa makini katika utendaji wa kazi. Sasa kiongozi, usijali kuhusu hilo. 那就好。那我从什么时候开始？ 就从今 Unafikiri kuna tatizo ambalo linaweza kutokea? 事件着手。 Binti amekuja kufuata nini? Sifahamu. Lakini kitaa sasa huku. Nakutana na mtoto wa kike anatembea kingumi-ngumi. Sifahamu ndo huyo wa Kijapani au vipi. Bado hatujamfahamu ni nani. Kafika mpaka hapa, lakini wakati anasonga mbele kuna mtu anamfuatilia kwa nyuma. Dada. Vipi? Dada. Asema kuna mambo ambayo ameweza kuingiliana kwa kweli. Hata mwenyewe nilikuwa na mpango hiyo. Hebu niambie, na hata hivyo sehemu zote nilizoenda zimekuwa ni failing. Ni sehemu maalum ambazo alikuwa anazifuatilia imekuwa failing. Kuna mtu anafuatilia nyuma mipango ya wao ili hawa. Sijafahamu ni nani. Wakati anapanga na kuweza kupeana location na data zote ambazo kwa sasa nitakuwa ziweze kufanywa kazi, lakini wakati huyu mtu anasikiliza kila kitu ambacho kinaweza kuzungumzwa katika maeneo. Hatujamfahamu ni nani. Ina maana kwamba inahitaji kazi ya kutosha ili kuweza kuwapata hawa watu. Nimezunguluka kwa yule bwana mheshimiwa, wa kwanza nimefeli. Wa pili pia nimefeli. Sasa sijui huyu mwingine
kama tutafanikiwa. Hatimaye huyo mtu anatoka katika maeneo. Kapteni vipi, unatoka wapi? Unasubutu kuweza kufanya ripoti kama yani mission ngumu kama hizi peke yako kimya kimya? Nasema usio na shida. Sababu nilitaka tu uweze kutushirikisha. Lakini sio swala kuweza kulifikiria sana. Nasema wakati mwingine inabidi tuweze kuangalia mission hata kwa siri, maana tukizifanya kwa wazi tunahatarisha maisha. Anasema sawa, mission ndio tulotoka kufanya ni ngumu sana. Lakini haijalishi kwamba ni mission inayofuata iweze izidi kuwa ngumu zaidi ya hii. Kikubwa ni kuweza kuwa waangalifu kila mmoja kujua ipi sekta yake. Ni jambo la kuweza kushangaza kweli. Kwanza nilikuwa nataka kufahamu kwamba huyu mtu yuko wapi ama watu wako wapi. Anasema hilo ni jukumu la kuweza kuzunguka mtaa mzima, hata sisi pia tutafahamu kuhusu hayo. Hebu tufanye kwanza kwenda. Hapa kuna panga kijapani mzalafu, kuna mwanaume anajifua hapo kati. Ni kumbe bwana Jenerali. Kiongozi. Ambaye hapa. Hebu niambie. Bwana Watanabe amefika kwa bwana General. Nasema kijana wangu, hebu nipe ripoti ya mission jinsi inavyoweza kuendelea. Hadi sasa sijaweza kujua nini ambacho kinaweza kuendelea zaidi katika mipangilio maalum. Vipi, hujapata hata kujua location? Unasema? Nasema ndio mheshimiwa, naomba usubiri kidogo. Nasubiri nini? Nasema siwezi kusema nasubiri nini. Lakini kiongozi, naomba nisubiri kidogo, na ripoti na watu maalum wanafuatilia haya. Natakiwa kipatikane kitu maalum kutoka kwa hao marubani wawili. Unataka kwenda? Sema ndio. Niache nende mara moja. Kagonga saluti namna hii. Kuna sehemu bwana mzee anataka kuelekea. Lakini kwa upande wa pili mzee mzima anamuita bwana Longji, na yeye anaweza kupata fahamu. Kwa pembeni hapo binti wanamuita Yu Hai yuko hapo. Vipi, umeamka? Kiongozi. Vipi bwana? Bwana Watanabe yuko hapa. Ameweza kumuita kijana anamuita bwana Hou Liang. Sema vipi? Sema hapana. Umeshindwa kazi? Asema mheshimiwa, bado sijashindwa kazi bwana. Naendelea kulifuatilia swala hili kindani zaidi. Ana muda mwingi sana umeweza kwenda. Unajua bwana Watanabe akiweza kupigizwa kelele na general mkuu kule, na yeye anakuja kupigiza kelele vibaka wake. Anasema issue kwamba ipo, natakiwa kuweza kupata hivi vitu kwa muda muafaka. Tunapozidi kuchelewa basi inaweza kuwa ni mbaya zaidi kwa upande wetu. Inaweza kuweza kuvunja mipango yote na mikataba tunaweza kukubaliana. Sema kweli mheshimiwa, lakini usijali. Nafuatilia swala hili na nitakapofanikisha nitakutaarifu kila kitu. Kila kitu kitakaa sawa hivi tu, rahisi tu. Mheshimiwa bwana Watanabe, niamini kama uliniamini hapo mwanzo. Amini na ili hakuna kuweza kufeli. Tunakamata wahusika na kila kitu kinakuwa sawa. Lakini usijali sana, naomba unipe nafasi kidogo. Kwa makini unapoenda kuuziwa picha. Yes.
Tuachane na hayo upande wa pili. Ni谁？ Wewe mpuzi. Ni nani wewe? 你是谁？ Ni nani wewe? 刑部更 Ni nani mimi? 实乃陆 Unaona kama niko hivi ni kaka yako? 氏也。 Bwana Lu. 六哥， Luka, yani kaka Lu. 叶小姐验 Ah, bwana hii yu binti wanamuita hii Yohan. Kamvuta namna hii blaza yake. Kumbe ni ule mwenye kipara yule. Tulia na mission maalum nataka nikafanye bwana. 这到底是怎么？ Uweza kujiweka ajabu ajabu hivyo. Nashangaza kweli eti. 头呢？ Mzee anamuita bwana Lu Aliyu. 我只好请 Wanamuita Luka ama Lukaka. Lu, wao wanamuita Lukaka au Lu. 无影圣手小姐 Anasema kuna mission maalum ambayo natakiwa niende nikaifanye kwa sasa, kwa hiyo 出门绝技。 nadhani tutazungumza kwa wakati mwingine, usiweze kujali kuhusu haya bana. 哎呀，就连你岳小 Akatoka binti nakaita Yue naye kanaangalia 足见这 binti mipango inavyozidi kusonga mbele. 大，哈， Hawa 只是你六哥的本钱？ anasema kaka, muda mwingine una mambo mengi, 我那么 lakini dada anakushangaa eti anachekesha na vituko kweli kweli, akajiweka vindevu ndevu. Tuachane na hayo. Tunakutana binti mmoja yuko upande wa pili, kazama katika tempo akifanya maombi namna hii. Alafu tutakutana na mwamba mmoja hapo, mtaalamu wanamuita bwana Huang. Wanamuita naibu Huang. Waweza kumuita naibu pia, lakini jina lake linaitwa Huang. Mzee alivuta mkongojo wake, sasa anazama mjini namna hiyo. Kuna mission maalum, ni spy wa hatari. Kumbuka anafanya kazi katika kikosi cha 8. Yes, kuna sehemu maalum amekuja kwa ajili ya kuweza kupata baadhi ya vitu ambavyo nadhani kwamba vitaweza kumsaidia. Kazama katika duka fulani hapo kati. 赚得好多钱吧？ Wakati baada ya kuweza kufanya maombi, akauliza baadhi ya vitu ambavyo binti anataka kuweza kuvifahamu. Yes. Huyu jamaa kaleta udenguzi kidogo, akatolewa mpunga wa pesa. Katolewa pesa. Nadhani ukiweza kutusaidia, basi pesa unaweza kupata tu kwa ajili yako hii. Tupe msaada kuhusu hilo. Kwa kweli madam, yani mambo ambayo kwa kweli sijaweza kuyafahamu kwa uhalisia kiukweli. Kwa labda kama nitapata hakika wote tutaweza kuelezana. Anasema sio swala kuweza kulichukulia kawaida. Ni swala ambalo liko serious kabisa. Unisaidie kuhusu hao watu wawili. Ni kweli? Asa nimekuja hapa ndani unaona kiongozi. Bwana Zang. Basi labda karibu ndani uweze kuna naye bwana Zang. Upande wa pili mzee bwana Lu anataka kuonana na bwana Zang, lakini upande wa pili pia huyu kijana ambaye anafanya kazi hapa tempo, basi akatakiwa kuweza kuhongwa hela kwa sababu ya kuweza kutaja watu maalum ambao wanasemekana wanatafutwa katika mazingira. Pindi ambako tunaweza kufanikisha mipango hiyo mwalimu, nadhani kwamba tutaweza kufanya mambo mengi sana. Ni mambo ambayo yataweza kutusaidia kwa wakati ujao baadaye, sawa? Utatupa ripoti zote husika. Hapo ndiko ambako tutaweza kupanga mikataba mizuri. Bwana Zang huyu hapa ametembelewa leo na mzee Mandevu. Hebu niambie una shida gani ya kuweza kukutana mimi? Na hata hivyo bado sijakufahamu ni nani? Mheshimiwa, kwa muda mwingi sana tujaweza kuonana. Leo nimekuja hapo kwa ajili ya kuzungumza nawe kidogo, labda kama tutapata nafasi ya kuweza kuongea. Kumbuka zamani tulishakutanaga na wewe. Kumbuka vizuri. Unasema? Kumbuka kama kuna mtu mmoja wa ajabu ambaye shaweza kukutana naye. Anatumia style fulani hivi. Kachomoa pipe namna hii. Umesema? Una marafiki wengi sana ambao unaishi nao na kuna baadhi ya marafiki unawaheshimu mno. Sasa labda unaweza kukuta rafiki yako leo ndo amekutembelea hapa. Ukumbuke kama zamani ulikuwa na rafiki wa ajabu, rafiki ambaye anatumia vitu fulani vya siri. Bado kumbukumbu ya jaje katika kichwa chako. Kimcheki juu mpaka chini. Bila mvulie miwani kwanza, muangalie vizuri. Cheke ya macho, jamaa bastola idondoka chini. Black Scorpion. Mbuka jamaa anajiita Black Scorpion. Wanasema nge mweusi.
Nadhani umenikumbuka sasa kwamba Black Scorpion niko hapa. Kwa hamna shida. Sasa tuzungumze vizuri kwa umakini kwa kuwa tayari shaweza kukumbukana bana. Jamaa kaza alishtuka baada ya kuweza kumfahamu. Vipi? Mbona kama una wasiwasi mkubwa mno? Wakati binti ametoka katika ile tempo na jamaa anamuita naibu Huang. Yote kwa sababu za kimsingi. Huang Duifu. Anasema naibu Huang. Nadhani ni ripoti ambazo nadhani natakiwa kuweza kupelekewa kapteni. Tusubiri na kuaje baadaye. Sawa? Wakati upande wa pili binti ama kiongozi wa jeshi la 8 binti anamuita Bailang. Asikudanganya mtu kama ushaonaga huko mtaani hiyo picha. Basi wameikanyaga ovyo ovyo hivi. Acha ninyoke sasa pale ambako inahitajika. Nadhani mzee bwana Lu ameweza kutoka. Sasa sijui ameelekea wapi, kuna mission ameenda kuzifuatilia. Kaka. Sendia. Ni wewe? Vipi bwana? Hebu niambie, nipe ripoti. 原来是这么回事啊。 Tukiachana na hayo upande wa pili. 你怎么样啊？ Anasema kuna vitu nataka uweze kunisaidia mwanangu. 马马虎虎，勉强。 unajua wakati mwingi hatujaonana, nashindwa kujua nini ambacho tuanze. 晚点的声音。 Anasema hamna haja kuweza kujali hayo. Kuna vitu na vitafuta kwa wakati huu kaka. Anamheshimu eti kaka. 兄弟，我早就 Nataka kukumbuka ile mambo ya zamani, achana nayo wewe. Yasema kuna vitu nataka kuvifahamu kwa sasa. 照这么说，咱们去抓人。 Anasema inamaanisha kwamba nataka tuweze kwenda katika maeneo au 到秦来。 maana nikija nikiwakamata hao wapuuzi na watafuta kinyama eti. 根据我的经验， Anasema lazima tuweze 应该是kufuatilia kwa umakini swala hili. 不，现在还不能抓。不能抓？为什么？ 留着不抓 Tukiachana na hayo kwa upande wa pili mzee mzima huko. 有用处。 机关长， Bwana Watanabe. Azaa kiongozi. Hizo swala kuweza kulifikiria. 机就会让 Nadhani kwamba tutachukua nafasi ya kwenda kuchunguza kila sehemu na kila tempo. Tutajaribu kuweza kuchunguza maana tumepita matempo mengi sana. Inaonekana hii unafanya kazi kwa uzembe mno. 渡边一郎是什么人？ Hadi sasa sijui unafanya kazi aina gani, unashindwa kuweza kujua jinsi gani hawa tunawakamata wapi na tunapata wapi hiyo siri nzito 能 ya rekodi ambayo tayari imeshaweza kujificha. 从来就无法成。 Na tusipowapata hawa Marekani hakuna kitu yote ambayo inapatikanika. 寻找那2个美国人的 Nadhani hii natakuwa uweze kuitia katika akili yako. 一家吗？不， Kikubwa ni kuweza kupatikana wa Marekani, sio mheshimiwa. 领导军统 Swala hili niseme hapana. 正在拼命寻找。 Nimelitilia mkazo wa kutosha na nimejaribu kutawanya vijana kila sehemu. 2个美国人变成一块巨大的尸体。 Hata hivyo nimeshapeleka taarifa kwa bwana huo. Wanamuita Hou Liang. 引过来， Ili aweze pia kufuatilia swala hili. Ni swala ambalo serious alitaki upuuzi, sio sawa mheshimiwa? 兄弟， Hivi, unataka kufahamu kwamba maswala ni kweli kabisa mbona kaka? Nini? 我当然是要 Mbote una kazi ya tu kuwazawaza upuuzi. 练上了。 Ngoja nikulambe muda mwingine. Nini? 你要抢 Kuna issue ya siri. 中国人那是傻子。 Haya sio maswala kuweza kukaa na kuyawaza. 从头到尾 Issue ni kuweza kuwapata watu husika na kuwakamata. 归我，那也叫 Alafu hapo ndiko ambako tunakula issue kubwa na Wajapani. 边机关长要。 Asa basi sawa, hamna shida kuhusu hilo. Mtulia. 只要咱们抓住了那2个美国人， Kikubwa natakiwa kuweza kuchunguzwa sana hilo tempo 他都会烟消。 ili kujua jinsi gani tunawakamata hawa wapuuzi, sawa? 老说了，快去找人去吧。 Naenda kafuatilia mambo mengine. Hamna shida. Kazunguka ufuatilie mambo mengine kutujue tunaingiaje katika mazingira. Sasa kaka, leo umekuja kiajabu ajabu kweli kweli. 我这眼 Sikiliza zangu nikuambie kitu. 射吗？ Kuna wapuuzi ambao wanawatafuta katika mazingira. Wa Marekani ambao ni mapilot. 您就直说。 Sasa mi brother najulia hapa ya mambo. 我连我自己， Onekana utakuwa umenisahau. 你说我想要什么？ Utakuwa umenisahau nini ambacho huwa nakufanyaga pindi ambako unanikosea kaka. 您看， Tuachane na hayo bana.
Achana sawa. Kwa kweli sijafahamu kuhusu habari za hao mapilot. Sijasikia kitu yote kuhusu ya hao watu. Kwa sijui kitu gani niweze kujitetea kupitia kwako kaka, kweli? Bavu kabisa. Ina maana hujapata siri aina yote kutoka katika maeneo? Ndio. Sasa utakuwa uweze kunisaidia katika kazi hii. Yani unisaidie jinsi ya kuweza kupata hawa Marekani. Yani tunaanzia wapi sasa? Kuhusu Kapteni Bwana Hong, labda umfuate Bwana Hong. Bwana Hong ndo anafuatilia pia, nimesikia hizo habari. Bwana Hong Liang akambonyeza kidogo kwa Bwana Hong. Bwana Hong nasemekana ndo anafuatiliaga hizo habari za huyo kapteni, za huyo hawa Marekani wawili. Yes, amembonyeza kidogo, amemongezea uzito. Sasa inakuaje? Asa Bwana Lu ameweza kuondoka kwa muda mwingi sana, lazima tujue jinsi gani kwenda kumsaidia kama itatokea kitu mbaya. Sasa huko panda pili watu wanazidi kupanga plani zao. Bwana Hong na yeye anazama mpaka huko panda pili. Sasa sijui ni wapi anaelekea. Yes, katika tempo kule sasa alipokuepo yule Italia ambaye alikuwa anafanya kazi kama mwalimu katika maeneo. Inaonekana wapo sasa Marekani wawili ambao ni mmoja wa kike na mmoja wa kiume. Walikuwa ni kama walikuwa ni wanandoa. Yes. Sasa wako hapo kwa ajili ya kuweza kujificha, kuangalia utaratibu kuweza kutoka katika mazingira. Pia wana siri nzito kubwa sana. Lakini kumbuka bwana mkubwa anamuita Bwana Naibu Wang ameshaweza kuja kutoa pesa kubwa sana kwa mheshimiwa ama kwa Charlie ama yule mfanyakazi katika ile tempo, ili aweze kuuza siri hizi, wajue jinsi gani kuweza kuwakamata Marekani. Wakati huo kikosi cha mzee mzima anamuita Bwana Hong Liang kinazama katika maeneo katika tempo. Lakini upande wa pili binti anamuita Bailang sambamba na kikosi chake, na pia wanazidi kusonga mbele namna hii. Yes. Hatimaye ghafla amewekwa mtu kati. Nyie mna shida gani tena? Cheki kwa makini udadadeki. Huku mzee upande wa pili anarudi kwa kunyata namna hii. Blaza. Hebu kaa. Sawa. Kaleta taarifa fulani. Ana wengi hatari. Ripoti zimeingia hapo kati. Mzee kujaribu kuzifuatilia kwa umakini. Kaka. Vipi? Simekaa poa? Hamna shida, sawa. Basi acha nifuatilie hili. Utakiwa kumweleza mtu kuhusu hizo habari, sawa? Ziwe siri kwa upande wako. Sasa upande wa pili Charlie anatembelewa na binti anamuita Bailang. Anatoa taarifa husika, lakini mzee bado anaendelea kunyata namna hii. Wakati tu anatoka mtaani, kabla hajafanikisha mambo yote, anashangaa na kuta wale wa Marekani wawili tayari wameshaweza kukamatwa, na mwisho wa siku anapelekwa katika kambi ya mzee mzima anamuita Bwana Hong Liang. Sasa upande wa pili anasemekana watu wameshaweza kuchukuliwa na moja kwa moja wameshapelekwa katika kambi ya mheshimiwa Bwana Liang. Lazima tuangalie utaratibu kwenda kuwasaidia huko kabla hajafanywa kitu mbaya, kabla hajatoa ripoti husika. Sasa wanawasaidiaje? Mzee kapigwa kudu, yuko hapo kati. Vipi? Hasa hapa kuna kitu gani tena? Hawajijui wamewekwa huku kwa nini? Kumbuka na siri kubwa sana. Itakuwa yule mwalimu ameweza kutuuza labda. Sasa najaribu kushauriana wao wenyewe kwa wenyewe kuhusu habari ya yule mwalimu ambaye alikuwa akiweza kukaa naye pale tempo. Labda ameweza kuuza na ana mission gani? Hatimaye bwana mkubwa mwenyewe huo wanamuita Bwana Hong Liang anafika katika mazingira.
kamfuata wa kiume kwanza. Nadhani kwamba ukitaka kujisaidia peke yako, nafasi ni kuweza kusema ukweli tu. Ukweli ndio unakufanya unaweza kusurvive. Ila ukileta udanganyifu, basi utahatarisha maisha yako. Wewe shida yako ni nini? Hii inachekesha hii. Haki ya Mungu siwezi kuamini eti kwamba bado na nguvu na ukali mkubwa wakati uko chini yangu bana. Wewe tulia, utakiwa kuweza kuleta papara sawa? Subiri kinachofuata. Sawa? Unatakiwa kuweza kunieleza dokumenti za siri ama rekodi za siri ziko wapi? Zimehifadhiwa katika sehemu gani? Ndio jibu pekee. Hapo ndo utaweza kusalimisha maisha yako wewe. Sambamba na mwenzo wako. La sivyo tahatarisha maisha yenu yote. Kamcheki Ablamba dadeki. Hasa binti anafikiria wanamsaidiaje? Wanawasaidiaje hawa Marekani? Hasa kapteni. Hizo swala kuweza kukaa kuwaza sana. Binti tutoke. Tujue jinsi gani kwenda kupambana. Ikiwa tutafanikiwa kuweza kumtoa sawa. Binti anaendelea kufikiria namna hii. Huku mzee ashakula mijeredi ya kutosha. Dadeka ashabadilika rangi kitambo tu. Sema ni kitu ambacho nakizungumzia sikifahamu. Asema hiki ndo pekee kitaweza kutoa maisha yako, yani kitaweza kusalimisha maisha yako. Ukisubutu kuweza kukaa kimya, basi utazidi kuhatarisha maisha yako. Ikavutwa chuma ya moto. Hasa ukitaka kufahamu kitu kutoka kwa mtu, mguse mtu ambaye unampenda. No, hapana. Yuko tayari kusema? Au nitasema. Mtoto wa kike, mtoto bomba atolewe makovu eti kwa sababu ya kuficha kitu ambacho nasemekana na rekodi. Okay, hamna shida. Kama ni hivyo simple tu. Anaonekana ni mgaidi kweli kweli. Hebu niambie kuhusu habari ya rekodi za siri zimewekwa katika sehemu gani? Anasema hapana. Binti anakataa, usiseme hivyo. Bora tufe tu mwanangu, usitoe ripoti usika. Sasa tunatokaje hapa? Kutoka ni ngumu, lazima uweze kusalimisha maisha kwa kuweza kusema ukweli. Jamaa aliomba tu apate ruhusa watu wote waliokuwa hapa, atasema ukweli. Basi sawa. Kwanza wapuuzi wengine tokeni hapa katika mazingira. Bidi watu wajikatae. Tekwa pia kupata ruhusa watu ambao wako hapa. Mheshimiwa, nafasi ni ya kwako sasa. Hebu nipalangue ukweli. Nichane ukweli ukwelini. Wakati mzee bwana mkubwa anamuita bwana Lu Aliu ama Black Scorpion anafika katika maeneo katika kambi ya Kichina. Alafu nikutaarifu kitu kimoja, usidanganywe. Ikambi ni ya Kichina ila ipo chini ya utawala wa Kijapani. Hizo sala unazoziona walizovaa, nadhani kila siku na wahimizaga wadau wangu kwa kukumbusha vitu kama hivyo waweze kufahamu. Basi tokee muuni mmoja na kudanganya huko. Yes, hata hizo nembo ambazo unaziona zipo katika vibundi vyao, nadhani ni nembo ambazo zinawakilisha wao ni watu tofauti na Wajapani. Sasa jamaa alivutwa kwa ajili ya elezo ukweli, mwisho wa siku akatemewa mate tu. Maana kuna ukweli hapa. Asitegemee kabisa kama kuna ukweli wa aina yote. Kudadeki. Wewe mbwa wewe, unahitaji kifo sio? Una maana kama umeshindwa kuweza kusema ukweli unataka kufa sio? Kapteni. Unaona hizo nyota ambazo zipo kwenye kofia hapo? Alafu ukifananisha na nyota za Kijapani ni tofauti. Akatafuna sikio kidogo. Kuna ujumbe ambao umeweza kuingia nani? Black Scorpion ndo nani? Jamaa mjitambulisha anasema kwamba Black Scorpion yuko hapa. Mbavu kabisa. Mishe karibika, basi sawa narudi. Kajikuta mzee amenusurika maisha yake, la sivyo angelambwa risasi. Mzee alikaribishwa mpaka ndani kuweza kuingia bwana Lu ama Black Scorpion. Mzee yuko busy. Nilimwomba kwanza achomoe pipe kwa sababu hajamkumbuka vizuri.
Black Scorpion ndo nani huyo? Akarudisha. Black Scorpion. 哦，怎么？侯队长自从当上了队长，记性变得这么差？ Asa bwana Ho. 连我你都认不出来了。 Nilikuja hapa kuweza kukutana na wewe. 确的。 Asa unanichanganya kwa kweli, siwezi kukumbuka vizuri. 认得出来认不出来。 Anasema labda mambo yameweza kuingiliana. Siku mingi sana tujaonana mwanangu. 在这儿就行了。 Hebu nipe ripoti. Tulikutanaga wapi labda? Au na mission gani? Au kuna kitu yote unahangaika kukitafuta? 债不住。 Jamaa kaona huyu jamaa ameniingilia hapa, hata simfahamu vizuri, afa analetea story mingi. Mzana piga story ni watu ambao wanafahamiana kabisa, lakini jamaa haelewi kile ambacho kinaweza kuendelea. Anamwangalia tu namna hii. Sasa siku mingi sana tujaweza kuonana bwana huo. Jambo la kuweza kushangaza kwa kweli. Kwa kweli, haya maisha waga watu wanaishi wawili, si ndio? Na ninga. Hebu niambie mwanangu. Tulikutanaga mwaka gani? Type hapa vipi bwana? Kacheka. Unashangaza kweli kwamba huna kumbukumbu. Umkumbuki kweli Black Scorpion? Ni jambo la kuweza kushangaza, lakini kumbuka kuna mambo mengi sana tuliweza kufanya, hata hivyo pia una madeni yangu welana. Ni mambo ambayo sijawahi kuyasikia bana. Hebu tulia nikuonyeshe. Nadhani kwamba leo umekuja unahitaji kufa, si ndio? Kivipi la? Kufa? Kufa nasema ni kitu simple sana mbona? Kwa watu ambao tayari wameshajichokea na maisha, ni swala ambalo lipo karibu sana. Mimi nimekuja hapa leo kutaka kuzungumza na wewe kiundani zaidi. Kuna mambo ambayo tutakubaliana vizuri sana. Biashara maalum. Sasa elewi ujue. Vipi? Nataka kunipiga au utakubali tukae tuzungumze? Tena kakaa kiti cha mheshimiwa. Hana wasiwasi yote. Asa bwana Hong Liang. Wewe ni wa kitofauti sana. Unajua bwana, biashara zetu kitambo hazijaenda vile ambavyo inahitajika, lakini leo tukijaribu kukaa na kuzungumza vizuri, nadhani tutaelewana nini ambacho kinatakiwa kiweze kufanyika hapa leo. Kumbuka zamani hizo. Wewe mpuuzi, nilikuwa nakudai sana eti. Hujanilipaga madeni yangu. Sasa leo nimekuja hapa, nataka uweze kunipa kila kitu changu. Umelogwa nini? Mbona kama siwezi kuelewa kabisa nini ambacho naweza kukizungumza. Ni zaidi ya mara kadhaa unazungumza kitu ambacho mimi hakipo. Kutoa risasi namna ya kachapwa. Mbavu kabisa. Kumbuka miaka 10 iliyopita. Una deni langu wewe laana. Tena ni swala ambalo utakuwa uweze kulizingatia. Nilikuuzia baadhi ya panga za kutosha, lakini ukuweza kulipa hata moja. Kwa hiyo leo niko hapo kwa ajili ya kuweza kuchukua cha kwangu. Kapigwa naga mkono kwanza. Umeona hii? Nazungumzia kuhusu miaka 10 kweli. Sasa ikiwa kama ukumbuki, nitakukumbusha kwa matukio maalum. Sasa najaribu kuweza kumkumbusha kabla ya matukio yote ambayo yanaweza kutokea, maana miaka 10 walikuwa na makubaliano fulani. Jamaa hata kuleta uzembe, mzeni mwepesi kinyama. Black anasema Black Scorpion, samani usifanye hivyo mwanangu. Sawa, nakumbuka. Nakumbuka, bila kumbushana vizuri. Pipe hii hapa kwenye kichwa. Hajawahi kuinua pipe. Anasema na maana kaka hajarudi hadi sasa hivi. Kwa hiyo tunasubiri au vipi? Anasema ni swala la kusubiri inahitajika. Lakini ikiwa kama mission itafeli, tutaenda kupambania hiyo serikali ama hiyo kambi ya bwana huo. Bwana huo Liang huku amepigwa kudu ya kutosha, afu amewekewa bomu katika suruali. Sasa huku kuwekeana ile hali maisha. Afu kuna kipindi ambacho mzee amekiweka katika mkono. Sasa funga vifungo vyako. Baada ya kuwekewa pipe kwenye kichwa, na maana amekontroliwa tayari. Mheshimiwa, lakini mpaka tufanyane hivi. Ikiwa kama madeni situngelipana tu kwa utulivu mwanangu. Sawa tayari. Sasa nataka wewe sikiliza. Kuwa makini. Wewe upaswe kwenda popote.
natakiwa watu walinzi wako wakawatoe wale wafungwa wa Marekani na walete kwenye gari nje. La sivyo na fietua hapa. Basi tulia blaza. Mbona kama mambo madogo tu yameisha haya. Kumwita kijana sasa. Kapteni, kuna shida gani? Sasa nataka watoe wale wafungwa, natakiwa tutoke nao mara moja, sawa? Mheshimiwa nataka kuweza kuwapeleka kambi kuu. Wewe sio swala kuuliza mpuzi chapu. Toka hapa. Sawa mheshimiwa. Hapo hamna shida. Nimesha kuahidi kwamba ukifanya upuuzi dakika moja tu nakufa, sawa? Nataka uweze kuwa makini kuhusu hilo. Twende. Mjazo hapa. Twende. Twende nifuate bana. Kutoka nayo. Wakati huo binti Bailanga anazidi kusoma kambi na kuangalia hiyo kambi koje. Ikiwa kama mission itaweza kuharibika, basi waweze kwenda kupambana ama waingie katika mazingira. Na check time. Hadi sasa hakuna taarifa yote. Ndani ya masaa fulani, yani lisipopatikana jibu, inabidi waweze kufika hapo. Tutasubiri kidogo tu. Lakini tusipopata jibu la aina yote tunafika katika mazingira. Wanakuja katika kambi. Wakati wafungwa wameenda kutolewa, wazee wapo huko wanapiga story ya bwana. Bwana unajua wana miaka mingi bwana. Sasa story za ubaka tu. Hamna kitu yote. Tumepigwa kudu, kifo sio mchezo. Bomu zipo kwenye suruali. Ujichekeshe tu. Naoma. Vipi hawa? Nataka nitoke nao mara moja. Wapakiwe kwenye gari bwana, wapakiwe kwenye gari. Jamaa kama wajui vile. Anavuta kama namna hii. Tunalipuka sasa hivi. Kifo sio mchezo. Sasa wazee wenyewe wanashangaa. Hata Marekani wenyewe wanashangaa hii kitu ya ghafla hivi kupakiwa kwenye gari, wapi tunaenda? Mheshimiwa. Asante, tunataka tuweze kuondoka, si ndio? Au nibaki? Sasa acha kuchekesha, amna, lakini inabidi wacheke tu. Kutoka katika mazingira. Yes, nataka kuwatoa Marekani kisaikolojia, yani wana kwa akili zaidi. Uko watu wanakoki mashine gani sasa? Kama mbwai na iwe mbwai. Kama hakuna ripoti yote basi panuke. Binti anamuita yue. Shida. Lakini mwamba mtaalamu unamuita bwana Fudo. Dahai fika katika mazingira. Nadhani sio swala kukurupuka wote kwenda eti. Kivipi? Unazungumza nini? Kapteni mpaka atoe ruhusa. Hata kuweza kujichukulia ruhusa mkononi mwako, si ndio? Na hata hivyo sidhani kama tunapaswa kutoka wote kambini. Wengine unapaswa kuweza kubaki katika mazingira. Unazungumza nini? Lakini hamna shida kuhusu hilo. Endelea na mambo yako. Ndio shanga huyu jamaa amelogwa nini? Shida nini? Aliyemloga amekufa tayari. Hata ana msaada tena. Unakata vile vinumba ama password zimepotea. Yes. Baada kufika mbali, njoo mwenye. Nakuja, hamna shida mzee. Hayo ni nawe mpuzi, toka huko. Kuna shida gani huko? Mimi sijui. Hata waelewi kinachoendelea. Wewe sogea hivi. Funga mlango namna hii. Tembea mbio. Au mheshimiwa, usituumize tafadhali. Nimesema muende. Tena mkimbie mbali kabisa. Mheshimiwa tafadhali. Muelewe kile ambacho mimi ninachoweza kuongea, si ndio? Hiyo swala kuweza kuregea katika mazingira. Mheshimiwa, hamna shida. Tunatembea. Tatembea, inabidi kugeuza migongo. Mheshimiwa, tunatembea. Ashwa ndinge kapiga gia angani. Udadeki. Jamaa wangu anashangaa tu. Wafungwa wamenyang'anywa pale. Bidi kukimbia kibati sasa kurudi kambini kwa mguu. Kudadeki.
Wakati binti anasikilizia ndani ya masaa kadhaa amebaki hadi sasa kuna jibu la aina yote. Yes. Ikiwa jibu litakosekana basi ni kuangalia taratibu wa kwenda moja kwa moja katika hiyo kambi ya bwana Huang ama Huling. Wakati Huling mwenye hana mfungo hana chochote. Kabaki na suruali yake tu. Bailang. Wanamuita Bailang. Mwanamama mmoja shida sana. Kapteni. Kuna ripoti gani de sasa? Hadi sasa majibu yanasikilizwa kapteni. Hasa inakwaje? Ni kuangalia taratibu kama hayapatikani majibu yanayote tuende tukamsaidie mheshimiwa. Ikiwa kama tutaendelea kubaki hapa nadhani tutahatarisha maisha hata ya wale ambao wako kule, ambao ni muhimu sana, ambao tayari wana siri kubwa ambayo inahitajika isiingie katika mikono ya Kijapani, inaweza kuwa ni hatari zaidi. Kapteni ni wa kike mzee, yani ndo kamanda huyu ni wa kike. Ndo kiongozi wa hili jeshi, anatakiwa kuweza kutoa amri yake. Unazungumza kitu aina gani? Tumesema imebaki risali moja, kwa utulia tusikilizie. Tunaenda kwa target. Sikurupuke. Wakati wa jamaa na shangata anapelekwa wapi? Marekani wanakura kona tu mzee, chochoro tu. Hatimaye Dinga kasimama hapo. Kachomolewa daga. Wewe unataka kufanya nini wewe? Tulieni wewe. Tani wafungulie. Ghafla tu msaada umeweza kujitokeza. Hawafahamu umetokea wapi. Hebu shukeni. Tunaenda wapi? Hebu tulieni, tulizeni kwanza wengi, sawa? Bi umchukue mwanamama na bi tuweze kutoka. Tutoke, sehemu sio ya kawaida, hii sehemu ni mbaya. Inabidi aweze kuelekeza vizuri, hata huyu mzee anaonekana kichina kipande vizuri sana. Kwa inabidi apigwe mwanamama aweze kumuelekeza. Inabidi mnifuate huko, sawa? Mzee kichina kipande vizuri sana, yani ile inaitwa mdodoseo, yani anapata moja lingine linaruka. Yes. Kupa maelekezo mama kidogo ndo kinashika vizuri. Watu walitembea ni miguu ikakosa spinning. Dadeki. Ananesa. Nesa kama shokapu mbovu. Uli kamini wazana nesa. Kudadeki. Masafa marefu. Kama yatembea kwa mguu bila lift. Hasa jamani anaelekeza inabidi mchangamshe kidogo, sawa? Maana inaonekana kuna hatari. Unazungumza nini? Anamwelekeza sasa binti ndo kidogo ile. Jamani tuchangamsheni kidogo. Kaka hapa. Kali hapo. Sasa unaelewa vizuri. Anahangaika nao. Anahangaika nao. Kinyama. Anazungumza nini? Wewe mpuzi. Msikilize vizuri jamaa, kumbe anawasubiri wenzake watakuja katika maeneo. Kuna shida gani jamani? Hatuelewi, tunasubiri kitu gani hapa mheshimiwa? Au kama vipi uweze kututoa tutoke katika mazingira tukabaki katika sehemu ya usalama? Mimi nitawalinda sawa wote. Tawalinda wote nyinyi. Nyinyi kweni na amani tu, ala msiwe na shida, sawa? Nitawasaidia, hakuna tatizo litaweza kutokea. Unazungumza, hebu subiri. Mimi nitawasaidia wote wawili wote kama nilivyowasaidia.